kumpita. Walisikitika watu wa Madina, wakiwemo mchanganyiko muhajirina na ansari, wale wanyonge wanyonge. Walimsikitikia Mtume wakamwambia, dhahaba ahlu duthuri bil ajri al-azim al-akbar, wametupita watu wenye mali kwa ujira mkubwa. Walijiona hasa kwamba tumepitwa, kwa sababu wanaswali kama tunavyoswali sisi, wanafunga kama tunavyofunga sisi, na wanafanya mambo mbalimbali, halafu wao wana fadhila za mali, sisi hatuna. Kwa hivyo wananunulia pepo mali zao. Hapa kajenga msikiti mtu, hapa kajenga madrasa mtu, hapa anawasaidia walimu, hapa anasaidia wanafunzi, hapa kajenga kisima, hapa kalisha chakula, hapa kafanya hivi na hivi. Kwa hivyo wametupita watu wenye mali, ya Rasulullah. Tunalilia na sisi laiti tukikuwa nazo mali tungeshindana nao, lakini hatuwezi kushindana nao. Ndipo Mtume akawaambia, sikujulisheni jambo ambalo mkilifanya mtakuwa kama wao au kuwapita? Masahaba wakasema, kwa nini tujulishe? Mtume akawaambia, msabihini Mwenyezi Mungu mara 33 baada ya kila sala ya fardhi, na mumhamidi Mwenyezi Mungu mara 33 baada ya kila sala ya fardhi, na mumkabiri Mwenyezi Mungu kwa mara hizo hizo kila baada ya sala fardhi. Kisha baadaye mkamilishe kwa kusema, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtaona kwamba mmewafikia pale walipo matajiri na mali zao, au mnaweza mkawapita. Na matajiri nao waliposikia habari hiyo wakaanza kuzitumia hizo tasbihi. Wakenda tena masahaba kwa Mtume, wale matajiri na wao wanafanya tasbihi zile, ya Rasulullah. Tulijaribu kwa siri sana, tujue mtu, lakini wamepata habari na wao hivi wanazitumia tasbihi zile. Sasa Mtume sasa akasema, basi hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, yutihi man yasha. Utafanya nini hapo sasa? Kama wamekuzidini kwa kitu ambacho amewapa Mwenyezi Mungu, basi sasa hiyo ni fadhila yake Mwenyezi Mungu. Usione kijicho, usifanye choyo wewe fanya yale mambo Mwenyezi Mungu amekupa. Basi sasa hapo tafanyaje? Kama wanafanya mema halafu wanatumia mali zao katika mema, sasa hapo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Sasa basi matajiri watakaopitwa na mafakiri, kwanza mafakiri wenyewe pamoja na amali njema, na mafakiri kuwapita matajiri, watawapita matajiri ambao ma'al isyani, pamoja na utajiri wao kuna maasi wanafanya. Faida ya pili ya hadithi hii, alfuqarau yadkhuluna aljannata. Mtume kasema mafakiri wataingia peponi kabla alaghniyai, kabla ya matajiri, bi 500 amin, kwa miaka 500, lihubsi alaghniyai, kwa sababu ya kuzuiliwa matajiri. Tilka almudda, muda huo kitambo cha miaka 500.